Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana ushauri, elimu na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla ya kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia tatizo la maumivu ya tumbo upande wa kulia. Tatizo hili husababishwa na nini? Maumivu ya tumbo upande wa kulia yanaweza yakasababishwa na sababu mbalimbali kutegemea na eneo halisi, nikimaanisha iwe juu au chini, pamoja na aina ya maumivu. Lakini katika video hii nimekutajia baadhi ya sababu kubwa ambazo zinachangia hali hii. Tunaanza na maumivu ya tumbo upande wa kulia sehemu ya juu, au tunazungumzia right upper quadrant. Zipo sababu mbalimbali ambazo huweza kusababisha maumivu kwenye upande huu. Sababu ya kwanza ni tatizo kwenye ini. Unaweza ukawa na tatizo kama uvimbe kwenye ini, maambukizi au homa ya ini, mafuta kwenye ini, tatizo la jipu kwenye ini, tatizo la kuwa na mawe kwenye vifuko vidogo vya nyongo au gallstones na kadhalika. Lakini pia eneo hili, maumivu katika eneo hili yanaweza kusababishwa na maambukizi katika njia ya juu ya mkojo. Lakini pia vidonda vya tumbo au gastric ulcer huweza kuchangia hali hii. Kwa hiyo hizi ni miongoni mwa sababu ambazo husababisha maumivu ya tumbo upande wa kulia sehemu ya juu. Sasa vipi kwa upande wa kulia sehemu ya chini kwa tumbo? Hapa namaanisha habari ya right lower quadrant. Ziko sababu mbalimbali ambazo huweza kusababisha maumivu kwenye eneo hili. Sababu hizo ni pamoja na hizi: kuwa na tatizo la kidole tumbo au appendix au appendicitis. Hii ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo husababisha maumivu ya tumbo upande wa kulia kwenye eneo hili. Lakini pia maambukizi katika njia ya mkojo au urinary tract infection au UTI huweza kusababisha hali hii. Yapo pia maambukizi ya bakteria kwenye via vya uzazi vya wanawake, au namaanisha PID au pelvic inflammatory disease. Lakini pia baadhi ya wanawake wajawazito ambao wana tatizo la mimba kutunga nje ya mfuko wa uzazi au ectopic pregnancy hukutana na maumivu ya aina hii. Lakini pia shida nyingine au sababu nyingine ni kuwa na tatizo la ovarian cyst kwa wanawake. Lakini sababu nyingine ni tatizo la hernia kwa baadhi ya watu. Hizi ni baadhi ya sababu zingine ambazo huweza kusababisha hali ya maumivu ya tumbo kwenye upande huu. Sababu zingine za jumla ni pamoja na kuwa na tatizo la gesi tumboni, kuvimba kwa tumbo au tumbo. Tunazungumzia habari ya inflammatory bowel disease. Lakini pia kuna maumivu ya misuli au nerves na kadhalika. Kumbuka, maumivu ya ghafla makali yanayoambatana na homa, kutapika, damu kwenye kinyesi au kutoweza kupitisha hewa vizuri yanahitaji matibabu ya haraka. Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Tunaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante.